Hiyo swali ilikuwa ngumu, walipata ngapi? Nakwambia mimi Kwani hatufiki? tumefika. Mimi natokanga hapa. Sasa karibuni. Hapa ndo mimi natokanga. Huko ndo home. Thank you. So, wow. Thank you. Kaka, Samahani. Niaje? kwa sana kaka. Kofiti. Hi too. Uko poa? Yeah. Karibuni. Thank you. Asante kaka. Naona umefika na wageni. Taarifa hakuna. Hawa ni wenzangu kutoka shule. Ni marafiki zangu wa karibu sana. Huyu hapa anaitwa Tasha. So, huyu hapa anaitwa Trisha. Na tunafanya kosi moja. Trisha na Tasha. Huyu hapa ni kakangu. Anaitwa Sefa. Na anajishughulisha na mambo ya biashara kule Tanzania. Na si mtu mbaya, ni mtu muungwana. Si mtu wa mambo mengi vile. Hata unavyoniona mimi, yeye ndiye anashughulikia kunilipia karo. Kila kitu yeye ndiye ananishughulikia, kwa sababu ukiangalia wazazi wangu wenyewe pia hawajui vile. So yeye ndiye anifadhili kila kitu. Yeah. Nice to meet you. Thank you. Karibuni sana. Thank you. Feel at home, feel free. Yes. Kama alafu kaka, unajua hapa sasa tutakosana. Sababu unajua uwezi kuja tuna wageni dharura tu alafu niambie. Kaka, labda niseme samahani kwa sababu hadi mimi sikuwa nifike nyumbani leo hii, lakini hawa wenzangu ndio wamesisitiza kwamba nataka kujua kwetu. Ndio maana kwa nikafika hivi haraka. Ina maana hujachoka na hizi surprise zako. Unajua wewe unapenda kunisurprise kila siku. Unaweza leta tu kitu yoyote, mtu yeyote. Unakuja hapa umenunua hata nguo mpya. Wewe nakujua. Wewe kaka, nawe una sarakasi zako. Sasa hapa kuna surprise gani? Ila sawa tu, umekuja na wageni wazuri. Nashukuru. Unajua ndio vitu zangu. Sasa venye umekuja, nilikuwa nimekatwa hapa, ni marafiki zangu. Unajua nimekuja hapa na nimepata hapa hakuna mtu, sasa imebidi nimeboeka. Nikasema acha niwapigie simu wakuje. Angalau tufanye mawantu, unajua mambo yetu. Mambo ya watu wakubwa mingi. So nimesema acha niwapigie simu. Huyu hapa anaitwa Dante. Alafu huyo anaitwa Cynthia. Nashukuru sana kwa fahamu. Naitwa Jonte. Sababu sasa mwenyewe unajua hujapiga simu na unajua hapa hakuna kitu tumeandaa, so nyinyi wenyewe mjipange tu. Unajua mimi na Meko ni vitu mbili tofauti. Na mimi hapa hata sikulangi chakula nyumbani venye unajua. Sijazoea. Mimi nikikosa chakula naenda tu Premier ama naweza enda Sani na kula tu. Alafu nakuja najilalia. Sasa alafu mbona haukai? Tafuta mahali ukae bro. Tunaongea sana. Acha nifanye mashughuli moja mbili. Mbona dharura hivyo bro? Ungengoja tujuane, tupige ma story hivi. Unajua ilikuwa tujamaliza biashara yetu. Hadi mimi kuna kazi nilikuwa nimeachiwa na madhe. Nikaikamilisha alafu tutawasiliana kwa simu. Sasa mbona hivyo? Si hadi ungeacha basi aende juu ya mtangulia usema alafu basi. Sasa mkienda wote yake. Sawa tu basi.
Alafu bro, nilikuwa nimesahau, vipi kuhusu masomo yenu, mnaendeleaje? Sababu unajua tangu nitoke huku hujainipea ripoti yoyote. Shule tunaendelea vizuri, na hata jinsi ambavyo tumekuja bado kuna mchana tunaacha, tunasema kwenda tukamilishe ndipo tu. Lakini siku hizi bro, nao umenisahau sana, hata wanitumika kitu. Kwani unajua sasa, acha nikwambie, shida simu yangu ilianguka kwa maji. Sasa umejaribu kunitafuta kwa simu, sijapatikana. Lakini venye nimepata simu mpya, I promise, unajua tusijai fail mimi. kabisa. Mimi ni kesi niko sawa, mimi lazima nacheza kama mimi. Mimi sijaiogopa kuspend. Unajua kitu moja najua, nikikusaidia hivi siku utafanikiwa, bado utanikumbuka mimi. Na bado hii pesa ike na circulate kwa familia yetu. Sasa unaona hiyo haina noma sana. Kaka, nimekuelewa na nashukuru sana jinsi ambavyo wanasimama na mimi. Unajua si rahisi ndugu yako mwenyewe kukusaidia. Unajua mara mingi unaona hata mtu wa nje anaweza kukusaidia kuliko ndugu yako mwenyewe wa damu. So siku zote mimi najivunia sana kukuwa na ndugu kama wewe. Na vipi kuhusu hao wenzako? Unajua sasa sijakuzoea kwa hiyo mazingira, umekuja tu na kizangu tu jinsi ambavyo nilivyokuwa nimekueleza. Tunafanya kosi moja tu kule chuo. Ni vile tu watu tunasaidiana kwa njia moja ama nyingine katika shughuli za shule, lakini hakuna lolote la ziada. Kaka hapo sasa, hapo unaanza kunitania. Hakuna kitu kama uhusiano hivi, unajua wewe kaka wewe. Kaka, alafu ripoti ya mama umejiongea naye kwa simu? Leo niliongea naye asubuhi. Alisema ni kama anaenda chama. Alafu shemeji naye sijaongea naye. Mama naye na mambo ya chama, kwani achoki? Unajua hii miaka yenye mama yako na kulingana vile amenisomesha mimi, inafaa sahihi akuwa anatulia, anafurahia tu matunda ya mtoto wake. Inafaa ni saizi akuwa amekaa tu hapa hivi anapiga tu simu, mimi namletea chakula, namletea kila kitu. Sasa mbona lakini mazoezi ni mzuri. Acha angalau afanye mazoezi. Alafu nilikuwa kabla sijasahau, nilikuwa nimekuambia ulete mfanyikazi. Nilikwambia uniletee mfanyikazi sababu unajua hii kazi hapa sasa, wakati mwingine utakuwa umeenda shule, mama atakuwa peke yake na hawezi fanya kazi yote. Unajua kusafisha hapa ndani kote inakuwa gharama kubwa kabisa. Sijui sasa hapo hujanipea ripoti yoyote. Kuna mwanadada ambaye tumekuwa tukiongea naye. Alisema nikuuliza, alafu nikipata ripoti kamili then yeye ako tayari tu kufika wakati wote. So hadi mimi nilikuwa nimekuja tu kukueleza, alafu nione jinsi ambavyo utanieleza, alafu mimi nimpigie tu simu, alafu ataingia wakati wote. Sawa kaka. Ina mambo, wewe fanya aje, mwambie nimekubali. Wakati wote ikiwa tayari kukuja, mwambie akuje sababu hapa kazi inafaa ianze. Na hakikisha anafanya kazi kwa uadilifu kabisa. Na umwambie mambo na pesa, asikuwe na wasiwasi kabisa. Okay, ni sawa kaka. Unajua hapo kwa pesa sisi unajua venye sisi tumelelewa, tupendi kugombelezana na mambo na pesa, sijui nini, kuhurumia pesa. Tumia pesa ikuzoee bro. Ama ni kweli kaka. Haiko fiti bro. Alafu kaka, kule shuleni tulikuwa tumepewa assignment. So sijui kama utaturuhusu twende tukaikamilisha, alafu mengine tutaongea baadaye. Si ungesema kitambo sababu unajua mimi nikianza stories unanijua, si tunaweza piga paka jioni. Unajua venye tumekaa tumetengana kwa muda mrefu. Sasa mimi tukianza hapa story hapo unanijua. Si tunaweza piga paka jioni. Ni kweli kaka. Sasa kama mko na kazi, nyinyi ingia tu kwenye chumba cha kusomea, mmalizie kazi. Ukimaliza mimi niko tu hapa, kuna biashara najaribu kufuatilia nione mtanipata tu hapa. Sawa kaka. Sasa acha tukamilishe kazi, hata si mingi sana. Within 30 minutes tutakuwa tumeikamilisha au tunaongea. Haina mambo bro. Nashukuru kaka. Fiti. Ni huko. Sawa kaka. Nyinyi mtaenda tu, enda tumfanyie hapo hiyo. Sawa kaka. Kesha na Tasha. Watoto wazuri baba. Unajua? Sawa.
tulikuwa tumetoana gani? Jinsi najua ni kuanga mtu handsome sana. Ai, wewe Tasha, na shida ni nini? Tumekuja kukamilisha kazi ya shule. Tena unaanza vitu gani? Ila nashukuru. Mtanashati, mpole, mhambo. Tasha, nashukuru sana, lakini sasa sifa zote hivyo ni za nini? Na cheni yako inakaa supu. Hivi Tasha, una shida gani? Hapa tumekuja kukamilisha kazi ya shule. Mambo mengine baadaye. Please, tumalizie kazi kwanza. Alafu mtaongea. Please. Malizie kazi alafu tuende. Tasha, lakini kama tunaendelea hivi basi hatutamaliza hii kazi, tutaacha hapa basi. Kwa sababu nimeona manza mambo mingi sana. Jonte, mbona kuanga na mpenzi kweli? Tasha, hii mambo na mapenzi kwa sasa sina, lakini unajua wanasema mshika mbili kimoja humponyoka. So mimi niliamua ni focus na mambo ya masomo kwanza, mapenzi baadaye. Kwa hiyo sasa hata inafaa akuwe mholijo. Sasa hata akianza stories za mapenzi sasa hata hiyo inamhusu na nini? Karibu sana. Kuna nini huko? Mgeni alikuwa kwenye anataka kuona kidogo. Mgeni? Hapana. Fanya hivi. Hapana. Unajua mimi sijatarajia mgeni yote kama anakuja. So fanyaje? We enda mwambie bosi yuko. Samahani. Kwani amalizi kusoma dada? Tulikuwa ni kukamilisha kaka. Kwani kazini ilikuwa mingi aje? Si mingi vile. Basi tunaweza kuwa tumemaliza. Sasa sijui bro, nakuomba kiasi. Kuja. Kuna mahali nataka kutuma. Okay, sawa kaka. Tasha, dakika moja narudi. Sawa, haina shida. Tukae. Na bro, unajua wakati mwingine kila mwanaume hii dunia yako na hisia. Na ujuangi penye hisia zako zinakutuma. Na anytime hisia inakutuma, lazima ufanye penye hisia inataka. Siku zote moyo wewe unakuwa right. Usipopea moyo chenye inahitaji, hiyo ni magonjwa unajiletea. Unajua utaanza kushtuka ati sijui bwana maana huyo Tasha. Ingawa kwa ule sijui unaangalia mambo gani. Kuna huyu mwenye anasoma nywele. Nimekaa kunyolewa sana. Sasa fanyaje? Tupige deal. Nataka wewe ujifanye unataka kuongea na mwingine alafu mnatoka naye. Nataka niongee na mwingine kidogo. Kila kaka wewe na. Kwani hakuna kitu kitakachopita mbele yako? So unajua ukishauti watasikia bro. So tulie nini? Samahani kaka. Wewe cheza hapa. Hajasikia. Trisha, samahani dakika moja nahitaji kuongea nawe. Sawa. Simalizie tunarudi. Na shida. Usibweke sana tunarudi atogawi.
Oh, mtoto mzuri. Kwani umeacha peke yako? Wenzako wameenda wapi? Zonze ameita Trisha kidogo, sijui alikuwa anataka kumwambia nini. Oh. Hata usijali sababu unajua wakati mwingine Mungu anajibu maombi kwa njia tofauti. Mungu anajibu maombi yake kwa njia tofauti. Mimi ujue venye nimekuwa tu hapo, sijui hata nimekuwa na kuwazia nini. Hadi nilishindwa kufocus. Sasa nimeshangaa vile naingia hivi naona hawa wametoka, kaka ametoka na mwenzako sijui sawa wameenda wapi. Hata sikusumbue sana. Kama wameenda don't mind cause kuna kitu nataka kukwambia. Kwanza msema unaitwa nani? Naitwa Tasha. Wow. Uko na jina poa. Sababu yani jina nakufananisha kama kuna mwanamke fulani tunafanya naye kazi, ni CEO wa kampuni. Sasa ukiniambia Tasha, naona kama wewe already ushafanikiwa, sababu watu wa majina kama yako wamefanikiwa. Yeah. Sasa hope hata kwa masomo unaendelea vizuri, si ndio? Na uhakikishe kwamba ujue elimu ni msingi wa kila kitu, na elimu ndio ufunguo wa maisha. Na ukijua kuna elimu, unajua ingekuwa kwa mfano mimi ningekuwa nilijua kuna elimu, ningefanyia mzaha elimu, singekuwa penye niko hapa sasa hivi. Mimi shule, hata ukiulizia kakaangu shule, ilikuwa ni kufocus na kuconcentrate na masomo. That's why nimefika penye niko. Si rahisi. So unajua hivyo. Promise mimi nasoma kwa bidii. Shule tuko tu sawa, tunatia bidii, tukishughulikia future yetu. Tumetia bidii sana. Alafu samahani sana kwa swali ninaenda kuuliza. Hivi wewe na kakaangu nini inaendelea? Mimi na kakako ni wanafunzi wenye tunasoma pamoja na tunasoma course moja. So ni wanafunzi tu, hakuna kitu kingine. Unamaanisha hakuna kitu yote kama mapenzi venye inaendelea kati yako na kakaangu? Yaani unajua hapo bado unanichanganya, sababu sidhani kama unaweza tembea mwanamke na mwanaume watembee pamoja na kuna hisia ya kimapenzi. Ama sijui ni fikra zangu tu. Mimi na kakako ni wanafunzi tu wenye tunasoma pamoja. Kwenye mapenzi hatujawahi fikiria kuhusu hiyo. Mani tena sijui kama hivi uko na mpenzi ama mtu yote mko kwa mahusiano. Kwenye mapenzi mimi sina mpenzi. Oh. Ujue Tasha, wewe ni mwanamke mrembo sana. Sasa ukiniambia kwamba hauna mtu, unanichanganya. Sababu mimi penye natoka huko penye nafanya kazi unaweza pata karibu 99% ya wanafunzi kila mtu ako na mchumba. Sasa nashangaa ukiniambia hauna mpenzi, unanichanganya kidogo. Ila tuachane nayo. Mimi nilikuwa na kitu tunataka kukwambia. Kusema ukweli, venye nimekuona tu nimejikuta niko na hisia mzito. Nimejikuta nimezama kwenye penzi zito na wewe sana. Na kukata story mrefu, natamani tu uwe mpenzi wangu. Kama venye kakangu alikwambia, mimi naitwa Sefa. Na nafanya kazi, niko na pesa. Niko na kila kitu chenye utahitaji. Na ni mimi namlipia karo, ni mimi namshughulikia kila kitu. Sasa mimi iwapo utanikubali, nitakufanyia kila kitu. Nitachukua majukumu yote kama mwanaume. Nitahakikisha nakupea furaha kama mwanamke. Nakupea kila kitu ambacho mwanaume anastahili apewe mke wake. Nitahakikisha nakupea amani wakati wa majonzi. Nitahakikisha hakuna mtu yote atakuchezea karibu. Na issue na wazazi wako, mimi nitashughulikia kila kitu. Nitafuata utaratibu wote wa ndoa. Hata ukitaka tuoane leo, mimi niko tayari. Hata ukisema nikuvumilie umalize shule kwanza, mimi nitakuvumilia. Sasa Sasha, mimi nitaka tufanye kitu moja. Nitaka nipate namba yako ya simu, sababu unajua sasa hivi bro anaweza kuwa anakuja. So nitaka kabla akuje unipe tu namba yako ya simu, alafu wakati wa kuondoka nitahakikisha tunaongea kwa simu. Alafu hakikisha unanipa namba yenye na deal na M-Pesa, ndio in case nikisikia kutumia pesa ya matumizi hivi
ujue shule, mimi naelewa maisha ya shule kwenye kuna ile matumizi, unaweza taka escort, unaweza taka ukifika kwa mwezi hizo ni zenu. Sasa nitashughulikia hiyo, sawa? So nataka tu unipe namba ya simu alafu tutaongea. Sasa nifungulie hapa na niweke tu namba ya simu. Bro, umefika? Kwani umekaa? Nimekaa tu pale nje na kisha kuna kitu ambacho tumekuwa tunajadili kidogo. Unajua samani, unajua nimekuja hapa juu nimeona Macha peke yake ameboeka. Sasa nimekuwa sio jinsi ambavyo wanafikiria. Unajua wewe wakati mwingine sikuaminingi vile. Sasa unajua bro, kila kiumbe chenye damu kina hisia, ila usinifikirie vibaya, nimekuja tu kujikumbusha vile nilikuwa nasoma, lakini weka tu nini ila kaka pressure. Nimerudi. Sijui umekuwa unazungumzia nini na kaka? Kwa maana ningatoa wewe na kaka mfahamu yangu. Ukamwelezea hivyo? Na hakika haja kusumbua. Unajua kakangu wakati mwingine akiona watoto wazuri kama wewe. Hai. Hapana, hajanisumbua, ni kuhusu tu kwenye tunaendelea. Ni sawa. Anyway. Tuendelee. Karibu Trisha. Acha tukaze. Kwa sababu tukizingatia muda pia ni kama haupo nasi. Hata hivyo naona muda umeenda na kuna mahali nataka kuwahi. Hata nilikuwa nafanya niende mahali fulani ndio mwisho tunaweza enda. George. Yeah. Tunaweza shave. Okay. But samahani, mnaondoka bila chochote lakini mnayofahamu. Haina shida. Haina shida. Tulikuwa tuko tu sawa. Tulikuja kusoma, tumesoma, tuko tu sawa. Lakini nafurahi sana kwa kujua nyumbani na natumaini mtakuwa mkinitembelea. Tutakuja. Tunafurahi sana, tumejua kwenu. Nimejua na kakako. Lakini hapo kwa kakangu wewe. Maybe tu kaka, sisi tumefanya kazi ya shule tumekamilisha, na hao wenzangu wamesema wako na shughuli, so ningependa niwaelekeze alafu narudi sasa hivi. Kaka hivi una shida gani? Unasinzia ama? Samahani, wewe nimekuwa nafikiria hata mambo na biashara hivi. Mbona na wageni? Hawa tumekamilisha kazi ya shule na wamesema kuna shughuli zingine, so wamesema wanaenda kuzishughulikia, alafu wakati mwingine wakipata nafasi pia wataweza kututembelea. So mimi nimesema niwaelekeze kidogo alafu ndio nirejee. Lakini usikuwa unatufanya hivi. Wakati mwingine kama mnakuja, akisha mnapiga simu, angalau tunaandaa kitu ndio wakikuja wasitoke na njaa. Sasa umeona umewatesa. Lakini fanya hivi, hiyo pesa nilikutumia, akisha umeenda umwanunulie kinywaji. Sawa? Akisha umwanunulie kinywaji, alafu tutaunda hesabu. Nitakutumia leo jioni. Sawa. Ukirudi. Haina shida kaka. Sawa, watoto wazuri. Najua huyu kaka naye ana majaribu. Sasa naona niko hapa ananiletea watoto wazuri. Sasa sijui anatarajia nifanye aje. Mimi unajua vitu zingine nitajizu. Mimi acha tu.